Bwana, kwa Yanga ile ninavyoiona mwaka huu wapinzani taarifa zitakuwa mbaya. Kama zipi sasa? Kikosi si umekiona kinajieleza? Mwaka huu tunachukua ubingwa. Tunaingia mwakani kimataifa ili tufike finali kwa sababu Yanga ina vigezo vya kushinda ligi kuu kwa muda wote wanaojisikia. Sisi Simba hatuna hofu na nyinyi. Nyinyi ni kama sehemu ambayo umechukua maji, umeenda kuoga, umerudi, umeacha ndoo. Yaani kila muda uhakika wa kusafika na pointi. Lakini unakumbuka na Simba yenyewe inataka ubingwa? Michuano ipo mingi. Inawezekana mashindano ya kuogelea mimi sijui. Lakini kama mpira, na uhakika na Yanga. Na mimi na uhakika na Simba yangu. Assalamu alaikum ndugu zangu. Wa alaikum salaam. Heri jamani. Toka nikiwa natokea kule nilikuwa nawasikia mkiwa mnaongelea kuhusiana na masuala ya mipira. Lakini kama watoto wa Kiislamu muda huu si muda sahihi kuongelea masuala hayo. Kwa sababu huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ndugu zangu nilikuwa nawasihi tena sana. Jambo ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki ni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na si vinginevyo. Kwa hiyo ndugu zangu nilikuwa nawashauri kama mtoto wa Kiislamu mwenzenu, au sio? Hayo maswala hayawafai. Na ukiingia kiundani zaidi hayana faida yoyote na nyinyi. Kitu kilichokuwa bora kwenu saizi ni kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na si vinginevyo. Ndugu zangu, pumzi ni bora sana pale ambapo unaitumia katika masuala mazima ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini kama utaitumia pumzi hiyo katika masuala ambayo hayatakuwa na faida na wewe, mtakuwa mmepotea ama mmeangamia. Umeona ndugu zangu? Kwa hiyo ushauri wangu muachane kabisa na hayo maswala. Sijui tunaelewana mpaka hapo? Achaneni nayo kabisa hayo maswala. Mwezi mtukufu huu ukifanya jambo zuri basi unalipiwa zaidi. Kwa nini msifanye yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu? Halo. Aya sawa mama. Nakuja muda si mrefu hapa. Sawa mama, mimi nakuja muda si mrefu. Haya sawa. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi naondoka. Ila yafuateni haya ambayo nimewaambia. Si unajua huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa hiyo ni bora zaidi kufanya yale ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu. Mimi nina wito nyumbani kidogo. Mama ameniita kwa hiyo, lakini hivyo yani. Tukutane masjidi baadaye. Sawa? Haya, kwa hili. Lakini alichokizungumza yule ni kama kina maana hivi. Ndio kabisa. Sasa kipindi anaongeongea ndio kadondosha hela. Unaonaje kumrudishia mwenyewe? Acha upumbavu. Sikiliza, mimi hela namrudishia mwenyewe. Wewe nini sasa? Yaani hizo zingine ndio riziki zako, hujui jioni yako itakuwaje, unachukua hela unampelekea mwenyewe. Nyinyi ndio mnakataliwa hadi katika safari za nuru mnatiakiza. Jua kama hili mtu anadondosha hela unairudisha. Hawa watu wengine sijui vipi hawa. Yaani mjitu mkubwa lakini akili zake hazifanyi kazi sijui. Mwanangu, nilichokuitia hapa ni kuhusu swala la pesa ya iftari. Ile pesa ulioniachia jana nimetumia yote, imeisha. Kwa hiyo nikaona sina budi nikupigie simu nikwambie kwamba kama una chochote cha akiba unipe, tufanye maarifa mwanangu, muda ndio huu tena unakwenda. Yaani mama, hilo ndo tatizo lako. Hilo ndo tatizo lako. Yaani unapopewa pesa, yaani unaona kama vile humu ndani kuna ATM vile. Yaani utashindana nayo mpaka inaisha. Sasa nisikilize. Leo jiandae kufuturu maji. Mimi sina pesa. Hivi wewe ulitegemea ile pesa ulioniachia niitumie vipi? Au ni bajeti vipi? Unajua kabisa mwezi huu una matumizi makubwa. Futari, sijui daku, sijui nini. Japokuwa milo miwili lakini ina matumizi ya pesa vibaya mna. Sasa mwanangu unaponiambia kwamba mimi sijui nitafuturu maji, sijui ni futuru maji au tunafuturu maji?
Mimi sina hoja tena hapo. Nimeshakwambia hela sina. Kama unaweza utafuturu maji, sina jipya zaidi hapo. Kwaheri. Jamani, yaani kama uzazi wenyewe ndio huu na wazae, sina hamu. Yaani mwanangu Guzo wakupishana Kiswahili na mimi kisa pesa ya iftari. Yaani vitu vingine ndio hivyo tu, mtu utafanyaje? Ndio hivyo tu, ndio wazazi wetu, lakini ngoja tu nikanunue. Mwachana maisha yako ni kula na ifa yote utoke. Unafikiri hiyo iftari nakula mimi peke yangu? Wakati anajua kabisa mwezi huu una matumizi mazito sana. Kwa kweli siamini. Mwenyezi Mungu nipe moyo wa subira kwa kweli. Hapana jamani. Mama. Oh mwanangu. Asalamu alaykum mama. Wa alaykum salaam baba, za huko nyumbani. Heri. Karibu. Karibu sana. Nimezunguka huko, nimeita huku nyuma, nimetokea kule katika migomba kule. Sijakuona. Vipi mama? Niko huku kivulini mwanangu. Guzo nimemkuta? Huyu bwana katoka hapa sasa hivi. Wala hajafika mbali. Maana nilikuwa na azima yake hapa ambaye aliniazimisha, nikasema nikuletee mama yangu nikupe kwa sababu ni mama yake, umpe. Yaani kuhusu hilo swala la pesa ya Guzo. Naomba mkabidhi mwenyewe baba. Kwa nini tena mama? Hapana. Tena katoka muda huu wala hajafika mbali. Naomba tu mkimbilie mpelekee pesa yake. Mimi kuchukua hiyo pesa hapana. Sawa, kama ni hivyo basi ngoja nimwoe kwa sababu nisije nikachelewa alafu ikaje ikatokea tena ile akaanza kulalamika. Haya. Mimi siwezi kuipokea hiyo pesa. Salamu Sheikh. Salamu. Kheri. Naona upo. Mbona wangu? Yaani wewe acha tu ndugu yangu. Na wewe hapo maskani nilikaa kwa muda mrefu kidogo hapo, nilikuwa nawapa kidogo vijana mawaidha. Sasa nimeangusha pesa yangu na sijui nimeangushia sehemu gani. Kwa hiyo nilikuwa na wai ndugu yangu. Unajua tena. Na mimi nilitoka nyumbani kwenu sasa hivi nikamkuta mamako kidogo amekafirika. Nilikuwa nataka nimpatie ile pesa, akasema la usinipatie. Nikuwa hiyo mwenyewe umetoka nikupatie pesa yako. Nikaona basi isiwe swala kama hiyo umepoteza pesa basi ikusaidie ndugu yangu. Nimeona umenisaidia sana, si unajua. Ndio, mimi nimetoka hapo nyumbani sasa hivi. Na ndio nilikuwa nawahi hapo ambapo nahisi huenda ikawa nimeangusha hapo. Kwa hiyo sio vibaya kama tutaelekea wote hapo. Basi haina tabu, kama vipi twende wote ili niwahi nikirudi pale kwa wale vijana nikawatoe ende zao majumbani kwao. Mtoto mwema umekuja kijiweni. Mwanangu yani. Mpaka naumia mwanangu. Sasa jamaa si nilimrudishia hela yake mwanangu. Sasa nimefika pale nyumbani kwao mwanangu, najua ikawaje. Nimekuta mwanangu bibi mkubwa wake anamchosi mwanangu. Nilikwambia ile hela usipeleke tugawane. Si unaona asali zako? Lile lilikuwa asali letu la mentali. Ndio hadi Profesa J akaandika ile nyimbo Sali la mentali limetokea wakati na njaa. Sema wewe hujapata demo. Lakini haijaharibika kitu. Hela niko nayo. Mimi sitakujiongeza. Iko wapi? Sasa hela yenyewe hii hapa.
Sasa ile unajua tutafanyaje hapa? Hii mimi Ndio. hii kumbe 20,000. 20 mwanangu. Sasa Ndio. kwa sababu umechezea shilingi chooni, imeingia shimoni, maskini ya Mungu imerudi kwenye mikono yake salama. Hawa tembo wawili Sasa kivipi naweka hifadhi? Naweka mbugani? Umeshindwa mwanangu. Nini? Kwa nini utakole mwenyewe afu mimi nimekurudishia ili tugawane? Una akili? Mimi mwanangu simitenda wema. Ukasahau Mondi. Yaani mwanangu mpaka mimi najiuliza lakini Upati jibu hiyo hadi unakufa. Kitu sikia mwanangu. Mimi hapa tunagawana. Na nani? Na wewe mwanangu. Nini? Sipo 20 mwanangu umesema. Sasa 10 mwanangu. Sasa 10. Umefikisha miaka ya kugawana pasu na mimi? Una miaka 18? Mwanangu inazidi. Inazidi nini? Miaka hiyo. Inakuzidi. Imezidi kwa nafasi yako, kwangu imepungua. Una kadi? Mwanangu sikiliza basi. Unaoshika moyo. Huo moyo. Hela tunagawana mwanangu. Huo moyo. Unaoshika moyo. Mwanangu sikiliza. Bwana huo moyo. Niache. Sasa naona kama unataka kulivalia shuga ili sala mimi unijui vizuri. Sikiliza basi. Mwanangu sikiliza. Hiyo hela tunagawana. Na nani? Na wewe mwanangu. Mimi napenda wewe. Afadhali blaza wadu ameingia. Vipi? Kawaida. Kama kwa fimbo mbona unapiga makelele maskani? Si hela. Hela gani? Au hela imefanyaje? Bwana ni story ndefu. Kijiweni kwetu tulitembelewa na bahati. Lakini sio bukuku. Hapa kuna mtu alikuja. Ametoa na saa zake za kidini. Kwa bahati mbaya ama bahati mzuri kwetu, kupokea simu, hela ngungulu chini. Bwana akasema hii hela mimi nairudisha. Nikamwambia hiyo hela ni riziki yetu. Ngoja bwana. Ina maana wewe mtu kadondosha hela. Kwani shilingi ngapi? Hela hii sije 20,000 na hisi. Hiyo 20,000. Alodondosha sikishaondoka. Basi baridi hapa maana michongo imeisha hiyo. Au vipi? Huyu namwambia tugawane. Eti tugani? Nimgaie. Sasa nyinyi mtagawana vipi hela sio yenu? Alafu anataka eti nimpe hela pasu. Hauwezi kumpa pasu yani. Yaani hapo hilo jambo tufanye kwa family yani. Yule nikwambia na nyinyi mmepoteza. Ndugu yani hela pasu kwa pasu maana mimi nimetenda wema. Sina mbeki sawa. Hii ndugu zangu ni. Kwa hiyo hela tunafanyaje? Hiyo hela hakuna cha kufanyaje, itarudi mikononi mwangu, mimi nitajua tunaishi vipi kifamilia. Sio kifamilia, mimi nakwambia 10 langu 10 lako. Mimi mwenyewe kacha. Kama uliangalia movie ya Timeleta, uliniona? Bwana hiyo hela ilete bwana. Ngoja. Hamna shida. Hela inakuja. Sijali. Hapa kaa hapa. Wewe unataka bia. Malizana. Mambo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam shehe. Heri. Safi. Shida nini? Mwambie. Shida hapa ni hela. Kuna hela hapa, kuna jamaa mmoja hivi alikuja hapa ana hela. Sio jamaa mmoja. Sema huyu alidondosha pesa yake. Mimi nikaiokota. Ndio. Hiyo hela ndio imeleta vuguvugu hapa mtaani. Hapa Kariki, hapa Nogeki, hapa Lambiki, hapa Onjeki. Bwana, ile Shehe, kwanza samahani kwa usumbufu na nilivyokuta katika mizozo. Nipo na ndugu yangu hapa Bwana Guzo. Na nia ya kuja hapa ni kwa sababu mlikuwa mnabishania pesa. Na kama mlikuwa mnabishania pesa na yeye naye alikuwa amepoteza pesa. Na kwa mujibu na madai yake ni kwamba pesa yeye alikaa hapa muda mrefu. Kwa hiyo anahisi sio kama anamdhani mtu kati yenu amechukua, hapana. Ni anahisi kwamba pesa yake itakuwa kati ya miongoni mwenu, kama atakuwa ameiona basi ampatie pesa yake. Na kwa sababu mmeshasema wewe huyu bwana ameokota pesa na wewe unataka kugawana na huyu jamaa, si ndio? Kwa hiyo kinachofanya wewe jamaa mpatie hiyo pesa huyu bwana, mpatie pesa yake hiyo. Hela alichukua Mr. Adolf Hitler. Mr. Adolf, give to money. Mpe pesa yake. Sasa ni hivi. Wewe ndio umedondosha hilo msema? Ndio. Umedondosha hapa. Kipindi unadondosha hapa hiyo hela isura ilikuwepo. Wewe haukuwepo. Na mimi pia. Wewe pia ukuwepo. Hawa wawili. Mimi nilikuwepo. Wewe malizana. Sisi kwa mapacha ujue. Kwa mapacha mimi. Taratibu kwanza. Hebu kaeni kwanza chini alafu tuliongee hili swala. Mwanangu wewe, hebu tulichole mwanangu. Tunaelewa wazi. Hapana, usiondoke. Wewe ndio una pesa, si ndio? Mimi? Asa umempa hela saa ngapi?
Wewe si umesema pesa anayo huyu? Ulimpasa ngapi wewe? Hebu ngoja kwanza shehe wangu. Huyu ndo alodondosha hela. Mimi wakati anadondosha hela mimi sura hii aliona. Sawa. Wewe ndugu yangu haukuepo. Ila hawa ndugu zangu hapa eneo hili walikuwepo. Sasa malizane nao hawa. Sasa shehe, waite hao tukae hapa. Wakiondoka hao itakuwa hela hamjapata. Hela na wewe kijana. Kama wewe umechukua pesa na hutaki kuirudisha. Kama umechukua pesa na hutaki kuirudisha, wallahi nakwambia mwezi huu wa Ramadhani ninakusoma kisomo. Wallahi. Kila aliyehusika na kushika hiyo pesa. Subiri. Sasa hao masuala ya kisomo tena wapi na wapi? Kwa sababu nataka kuambia kiutu uzima hamtaki kunielewa. Ukizungumzia masuala ya kusoma unajua nini? Nakwambia hivyo kwa sababu huyu bwana ameshakosana na mama yake mzazi. Kwa sababu ya hiyo. Kwa sababu ya pesa. Bwana nisikilize bwana. Bwana hao masuala ya kusoma ujue sisi bwana wengine bwana hela hii hapa. Nasema mimi nilijua mazingira madogo mambo mengi afu mwenyewe vipengele vyangu ni inshallah. Sasa mbona inshallah kule hiyo kwa ajili ya watu wasome. Leta hiyo pesa sasa wewe unataka kuiweka wapi hiyo pesa? Hiyo hela ni ya kwangu mimi ndugu zangu. Kwa hiyo wewe unadondosha hela. Sio mbaya ukimpata. Mkifuata kanuni za mapokeo na mitoo ya kipesa, ileteni kwangu. Niirejeshe kwake. Alafu nishakwambia tangia mwanzo unyamaze. Anadondosha hela nani shehe? Mimi namjua lete. Huyu hapa. Hiyo hela ni ya kwangu. Huyu hapa ndo una uhakika? Ndio yenyewe. Una uhakika lakini? Ilikuwa shilingi Ilikuwa ngapi? Asanteni. Hii hela ni yenyewe 20,000. Mimi najichenga bwana. Hapana, kikubwa nawashukuru sana ndugu zangu kutokana na nini? Pesa yangu imerudi au sio? Maanake nilijua tayari nimepoteza lakini kutokana imewezekana kurudi basi nawashukuru sana ndugu zangu. Asanteni, lakini vile vile kama alivyosema shehe wetu hapo kwamba baadaye madrasa kwake ana dua, kwa hiyo twendeni tukamsapoti baada ya kufuturu hivyo yani ndugu zangu. Kikubwa asanteni sana bwana. Haya.